And the law, the soul who sins will die. Na roho itendayo dhambi hakika itakufa. But then God now gives these souls immortality. Lakini Mungu ni mwenye kupatia hizi mioyo umilele. But that is its immortality of a different kind to the one he's supposed to give us. Lakini huo umilele ambao Mungu ni mwenye kutupatia ni tofauti ambao tunastahili kuwa nao. This teaching is one of the greatest misrepresentations of God and his character of love. Haya mafunzo ndio mojawapo ya funzo ambalo limeweza kupoteza kabisa tabia asili ya Mungu na upendo wake. It is a distorted picture of what the Bible teaches about God. Ni picha ambayo imeondoa halisi tabia yake Mungu na namna ambavyo Biblia inafunza kumhusu yu Mungu. But we've come to set the record straight. Lakini siku leo tumekuja kuweka mambo sambamba. God is just, but God is also love. Mungu ni mwenye haki lakini vile vile Mungu ni upendo. How can you call 70 years of living a bad life Basi iweje ya kwamba maisha ambayo umeishi kwenye dhambi miaka 70 justice when someone's tortured for all eternity? It doesn't make any sense. ya kwamba Mungu akusumbue katika umilele? Jamani, hiyo haileti shangwe. But yet these people want to preach the love of God, but then talk about a God that tortures everybody for all eternity. Hawa watu wanafunza kuhusu upendo wake Mungu, lakini wanafunza kuhusu Mungu ambaye ni mwenye kutesa watu milele na milele. Quite often these people have been misguided by false teachers. Hawa watu wamefunzwa na wameotea kwa sababu ya walimu wa uongo. And these people may even say that they have the Holy Spirit. Na watu pengine watasema kwamba wamejazwa na Roho Mtakatifu. But the Bible tells us, Lakini Biblia ni yenye kutunenea hivi, to the law and to the testimony, ya kwamba katika neno la ushuhuda na katika sheria, if they speak not according to the word of God, ikiwa hawasemi sawasawa na neno lake Mungu, there is no light in them. hamna nuru ndani yao. That's why Jesus says in John chapter 3 and verse 3, Ndiposa Yesu ananena katika Yohana 3:3, you must be born again lazima uzaliwe tena to see the kingdom of God. ili upate kuona ufalme wake Mungu. And today there's been people that have seen the kingdom. Basi siku ya leo pana watu ambao tayari wameshaona ufalme. They've confessed the Lord Jesus Christ and put up their hand for baptism. Wamekiri Bwana wetu Yesu Kristo na wamenyanyua mikono kwa ajili ya ubatizo. They've seen the kingdom and they've wanted to enter it. Wameona ufalme na wana nia ya kuingia pale. But then we go to John chapter 3 and verse 5. Basi tutaingia katika Yohana 3 aya ni ya 5. What do you need to do to have entry into the kingdom? Basi wastahili kufanya nini ili upate kuingia katika ufalme? You must be born of water and the Spirit if you want to enter the kingdom of God. Lazima uzaliwe kwa maji na kwa roho ili upate kuingia katika ufalme wake Mungu. But there's some people who misunderstand the character of God. Lakini pana watu ambao hawaelewi They've tabia been yake neither Mungu, born from above, ambao hawajazaliwa kutoka pale juu, and some of them have maybe been born of water, na wengine pengine wamezaliwa kupitia kwa maji, but because they haven't surrendered to the Spirit of truth, lakini kwa sababu hawajajitoa kwa roho wa kweli, when they entered the watery grave, they were buried alive. walipoingia katika maji walipata kuzikwa wakiwa hai. Self did not die. Basi utu haukufanya kufa. So we today are going to celebrate those who have given their life to the Lord, Basi siku ya leo sisi ni wenye shangwe kwa ajili ya wale ambao wametoa maisha kwake who Mungu, have seen the kingdom, ambao tayari wameshaona and ufalme today are entering the kingdom. Praise God. na leo wanaingia katika ufalme. Bwana asifiwe. But there are some people still Lakini pana watu ambao bado, who have a very egocentric relationship with God. ambao uhusiano wao pamoja na Mungu ni uhusiano wa kibinafsi. You can hear it in the content of their prayer, how they pray. Unasikia kwa namna ambavyo wao ni wenye kufanya maombi. It's all about what they can get, what's in it for them. Wao ni kile tu ambacho wanataka kutoka kwa Mungu. And of course not all of this is bad, but some examples are, Lakini haya yote si mabaya, lakini hebu tuwape mfano. oh Lord, please bless me. Mungu tafadhali nibariki. Please hear my prayer. Please heal me. Tafadhali sikia maombi yangu. Tafadhali niponye. Please get me a better job. Tafadhali nipatie kazi bora. Please get me to my appointment on time. Tafadhali nisaidie nifike pale ambapo nilihitajika kwa muda. Please let me pass my exam. Tafadhali Mungu nisaidie nipite mtihani. Please let me get a rich husband or a good looking wife. Tafadhali nisaidie nipate mwanamume tajiri, ama nisaidie nipate bibi mrembo. It's all about I want and I need. Mimi nahitaji Bwana, mimi nataka. But what does God want from us? Lakini Mungu anahitaji nini kutoka He kwetu? wants our love. Mungu anahitaji sisi tufanye kumpenda. As you pray, how often is you pray, Lord, I praise you. Thank you for what you've done for me. Ni mara ngapi wewe unafanya ukiomba kwamba Bwana, mimi nakusifu na kushukuru kwa yote ulionitendea. Thank you for loving me. I love you back. Asante maana umenipenda na mimi nakupenda vile vile. Lord, I bless your name. Thank you so much, Lord Jesus. Mungu nabariki jina lako. Asante sana Yesu. That is a heart of gratitude.
basi huo ndio moyo wa ukunjufu. God is not displeased when we ask him for the other things. Mungu hakasiriki tunapomwomba mambo mengine. But God is not a vending machine that just gives to you what you want. Lakini Mungu si mashine ambayo wewe inakupa kile ambacho wewe unahitaji. That is a one-sided relationship. Basi huo ni uhusiano ambao ni ubinafsi wa sehemu moja. God wants our love, he wants our praise. Mungu anahitaji upendo wetu na vile vile anahitaji sisi tumpe sifa. God is the most misunderstood person on planet Earth. Mungu ndiye yule ambaye hajafanya kueleweka kabisa katika sayari ya ulimwengu. Because of God's greatness, because of his deity, Maana Mungu ni mkuu na maana Mungu ni uungu. we think that God does not have a tender heart. Sisi tunadhani ya kwamba Mungu hana moyo wa upole. We think that God does not need our affections or our love. Tunafikiria kwamba Mungu hahitaji upendo wetu na ukuwa karibu pamoja naye. So I want to read this from Desire of Ages page 641, paragraph 3. Basi tutasoma nukuu ambayo inatoka katika kitabu cha Tumaini la Vizazi. Aya yake ni ukurasa ni wa 641 na aya ni ya 3. You know, those who love the Lord Jesus Basi tunajua wale ambao wanampenda Bwana Yesu, will be loving and lovable Christians here on planet Earth. basi wao watapenda Wakristo wasiopendeka katika uso wa You'll see it ulimwengu. in their interactions with one another. Basi mmeona namna ambavyo tunafanya kutangamana. And we read, love to man is the earthward manifestation of the love of God. Basi unapopenda binadamu wewe unaodhihirisha wazi ya kwamba unampenda Mungu. It was to implant this love to make us children of one family. Basi Mungu alihitaji tuwe na huu upendo ili tupate kuwa watoto wa familia moja. That the King of Glory became one of us. Ya kwamba mfalme wa utukufu akapata kuwa miongoni mwetu. And when his parting words are fulfilled, Basi anaponena maneno kwa ajili ya ulehevu wetu, love one another as I have loved you. hebu pendaneni namna ambavyo mimi nimewapenda. When we love the world as he loved it, Tunapopenda ulimwengu namna alivyopenda, then his mission for us is accomplished. basi huduma yake kwa ajili yetu sisi imeshakamilika. And we are fitted for heaven, Na sisi tunastahili kufika mbinguni. for we have heaven in our hearts. Maana sisi tuna mbingu katika mioyo yetu. So there are some in the church that have seen the kingdom of God, Basi pana wengi katika hili kanisa ambao wameshaona ufalme wake Mungu, but they not have yet been fitted for the kingdom of God. lakini wao hawastahili kwa ajili ya ufalme wake Mungu. So God wants to fit us for the kingdom. Mungu anataka tustahili kuingia katika ufalme. How does he want to do that? Basi Mungu atafanya vipi? When we love like Jesus loved. Tunapopenda alivyopenda Yesu. To love another as the Lord Jesus Christ has loved us. Tunapopenda kila mmoja namna ambavyo Yesu ni mwenye kutupenda. Now let's look at this story. We're going to close our sermon on this story. Basi tutamaliza mahubiri na hii hadithi. It is a story of a terrible woman. Basi ni hadithi ya mwanamke mwovu. She was evil. Yeye ni mwanamke mwovu. Alikuwa ni mwanamke mbaya. She used to sell her body Yeye to make alikuwa, money. yeye alikuwa ni mwenye kuuza mwili kwa ajili ya kupata hela. And she was a prostitute. Na huyu alikuwa ni kahaba. Not only that, she'd got into the dark stuff so much Basi si hayo tu bali alijiingiza katika mambo ya giza that the devil sana. had taken over and taken control of her body and a person. Basi akapagawa na mapepo na mwili wake basi ukaweza kuchukuliwa hivyo. Now all four of the Gospels mention the story of this terrible woman. Basi injili hizi 4 katika Biblia ni zenye kusimulia kuhusu huyu mwanamke. So what I did last night, I went through Matthew, Mark, Luke and John. Nilichofanya jana jioni niliingia katika Mathayo, Luka, Marko pamoja na Yohana. Because each of them give a little bit of detail that's different to the others. Basi kila moja hadithi yake ni tofauti kidogo kwa kina. So listen to this compilation. Basi hebu sikiza maunganisho haya. 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany where Lazarus was raised. Basi siku 6 kabla ya Pasaka, Yesu ni mwenye kuingia Bethania alipofufuliwa Lazaro. And there was a Pharisee by the name of Simon that lived in Bethany. Basi pana mfarisayo kwa jina ambaye alikuwa anaitwa Simona mwenye kuishi pale Bethania. And Jesus was invited by Simon to come and have a meal at his house. Na Yesu alifanya kualikwa na Simona apate kula katika makao yake. So Lazarus' sister Martha catered. She made the food. Basi Lazaro dadake mbu wake Lazaro ambaye ni Maritha ni mwenye kutengeza chakula. And Jesus was seated, and beside him Lazarus was seated, whom he raised from the dead. Na Yesu ni mwenye kutulia na kando yake ni Lazaro ambaye alishamfufua kutoka kwa wafu. On the other side of Jesus sat the host, Simon. Na sehemu nyingine ya Yesu aliketi yule mwaliko wao ambaye ni Simoni.
Simon the Pharisee had leprosy. Basi Simoni Mfarisayo ni mwenye alikuwa ameshakuwa na ukoma pale awali. He had been an outcast. Alikuwa ameshatengwa. But Jesus had touched him and healed him of his leprosy. Na kwa kuguswa kwake Yesu alipata kupona kutoka kwa ukoma. So he was actually the only Pharisee that openly recognized Jesus and was happy to be associated with him. Ndiye Mfarisayo kipekee ambaye alitambulikana na Yesu wazi na alifurahia kwa sababu ya uhusiano wake pamoja na Yesu. And while they're reclining at the table inward with their feet outward, Na alipokuwa ameketi kwenye meza na miguu yake imetoka nje, another sister of Lazarus, Mary, na mbu wake Lazaro mwingine ambaye kwa jina ni Maria, comes to Jesus and she starts crying. na ni mwenye kuja kwake Yesu na kulia. And as she's crying, her tears are wetting his feet. Na anapolia machozi ni yenye kuloa miguu yake And she's Yesu. feeling so embarrassed as she's trying to wipe it up, and she uses her hair to wipe his feet. Na yeye kwa aibu ni mwenye kujaribu kutumia nywele kwa ajili ya kupangusa miguu yake But she Yesu. does something more than that. Lakini alifanya mambo zaidi na hayo. Jesus' feet are anointed and his head by Mary with costly spikenard oil. Basi miguu yake Yesu ni yenye kupanguzwa na kutawadhwa na mafuta ya mizeituni ambayo Yesu Maria ni kuwa nayo. The perfume fills the house and everybody's now smelling this beautiful fragrance. Haya manukato basi yakanuka kila mahali na kila mtu mwenye kusikia ile harufu nzuri ya manukato. And unfortunately for her, attention is now drawn to her. Basi kwa bahati mbaya kila mtu ni mwenye kumtazama yeye. Then Judas, one of the 12 disciples, Na Yuda miongoni wa wale wanafunzi wawili, and he happens to be the son of Simon the leper, who's the Pharisee, ambaye ni mwana wa Simona aliyekuwa na ukoma, leads an indignation. basi anaongea katika hasira And he says, na akatamka hivi, what a waste of money. hebu tumeshamaliza hela. Poor stewardship. Basi mambo mabaya. That money should have been used for the poor. Hizi hela zilitarajiwa kwa ajili ya waliofukara. And while Jesus accuses Mary of foolishness, Basi huyu Yuda anapomshtaki Maria kwa sababu ya upumbavu, Judas was actually the greater fool. basi huyu Yuda ndio mpumbavu zaidi. Because he'd been using the money for the poor for himself. He'd been stealing. Basi maana yeye ni mwenye kutumia hela za fukara kwa ajili yake yeye, maana yeye ni mwivi. So Jesus came to Mary's defense. Basi Yesu akaja kwa ajili ya kumtetea Mariamu. Everybody else says it was foolish. Basi kila mtu mwenye kusema yeye ni mpumbavu. But Jesus says it was not foolish, it was good. Lakini Yesu asemi ya kwamba ni upumbavu, bali anasema amefanya jambo jema. He told them that they did not know the time or the seasons. Aliunena pamoja nao kwamba hawana ujira They wala didn't- nyakati. They didn't have right spiritual priorities. Wende ikawa hawakuwa na nyakati nzuri za kuorodhesha mambo yao ya kiroho. Jesus said you will always have the poor with you. Alisema nyinyi mtakuwa na maskini kila wakati. But he said you would not always have me with you. Lakini mimi hamtakuwa pamoja nami siku See, zote. this woman had listened to the teachings of Jesus. Maana huyu mwanamke ni mwenye kusikiza mafundisho yake Yesu. She heard him say that he would die. Alishasikia kwamba amesema yeye ni mwenye kufa. And she came and anointed him for his impending death. Alikuja kwa ajili ya mafuta ya dhamani kwa ajili ya kumtawadha. She understood something that the others didn't understand. Alifanya kuelewa jambo ambalo wengine walikosa kuelewa. The well-educated Simon, Haijalishi ya kwamba huyu Simoni ni mwenye elimu, his son Judas, ya kwamba huyu kijana wake ambaye ni Yuda better educated than this poor woman who was a ni prostitute. mwenye elimu zaidi ya huyu mwanamke ambaye ni kahaba. She understood something that they didn't. Yeye alifanya kuelewa jambo ambalo walikosa kuelewa. You know what? Mary was a sinner. Unajua hakika Mary ni mwenye dhambi, And she was also demon-possessed. na vile vile alikuwa ni mwenye kupagawa na mapepo. And in Desire of Ages page 568, paragraph 1, Tumaini la vizazi, ukurasa ni wa 568. we are told that Mary had been looked upon as a very great sinner. Basi huyu Maria ni mwenye kudharauliwa sana kwa sababu ya dhambi. But Christ knew the circumstances that had shaped her life. Lakini Kristo alifahamu fika hali ambazo zilifanya yeye aingie katika hiyo dhambi. Maybe you've been a bad person as well. Iwende kama umepata kuwa mtu muovu. But the Lord knows the circumstances that have shaped your life. Lakini Mungu ni mwenye kufahamu hali ambazo zilikufanya utende dhambi. And when he deals with you, he'll take that into consideration, just like he did with Mary. Na Mungu anapopatana pamoja na wewe anakumbuka hayo mambo alivyokumbuka katika Maria. It says the Lord Jesus might have extinguished every spark of hope in her soul. Na Mungu ni mwenye kuangalia tumaini lilipokuwa katika moyo wake Maria. But he did not do that. Lakini hakufanya hayo. It was he who had lifted her from the despair and the ruin that she was in. Ni yeye mwenye kumwokota kutoka kwa ule uchafu aliokuwa nao. 7 times she had heard his rebuke of the demons that controlled her heart. Mara 7 ni mwenye kusikia mapepo yakikemewa ambayo alikuwa ametamaraki katika moyo wake.
can control the mind 7 times. ambayo yeye tamaraki nia zake mara 7. She had heard the strong cries of Jesus to his Father on her behalf. Alikuwa ameshasikia Yesu akilia kwa ajili yake kwa baba yake. She knew how offensive is sin to his pure, unsullied person. Alijua namna ambavyo dhambi ilikuwa mbaya ambayo alikuwa anatenda kwake yeye na hata kwake Mungu. But by faith she had reached out to the Savior. Lakini kwa imani yeye ni mwenye kumshikilia mkombozi. And by his strength she had overcome. Na katika nguvu zake Yesu Maria alishinda. Therefore we read in Luke chapter 7 and verse 47. Basi tunasoma katika Luka 7 aya ni 47. Jesus tells Simon, who's the host of this party, Yesu ni mwenye kunena pamoja na Simona ambaye ni mwenye kutengeza hii hafla. therefore I say to you, Basi mimi nakuambia, her sins, which are many, amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi, are forgiven. amesamehewa. For she loved much. Maana ameshapenda sana. But to whom little is forgiven, the same loves a little. Lakini asamehewaye kidogo, huyo hupenda kidogo. Consider the love of Christ for Mary. Basi hebu tafakari upendo wa Kristo kwa ajili ya Mariamu. Was Mary a sinner? Mariamu alikuwa ni mwenye dhambi. Yes, she was. She was a great sinner. Hakika ni mwenye dhambi, maana ni mwenye dhambi mkuu. Most people would have written her off as a useless case. Watu wengi wangemtenga kama mtu ambaye hana tena sababu. Not much hope for her. Maana hawakuwa na tumaini kwake. The first time Jesus cast out demons, Wakati wa kwanza, wakati Yesu ni mwenye kutokomeza mapepo kutoka kwake, she went back to her evil ways. yeye ni mwenye kurudi tena katika njia potovu. And again the Savior reached out and cast out the demons again. Na tena mkombozi akamfikia na akatokomeza mapepo. And again she fell. Lakini tena huyu Mariamu She fell akaanguka. 3 times, 4 times, 5 times, 6 times. Akaanguka mara 3, 4, 5 na hata 6. How many times would we have given up on that woman by now? Ni mara ngapi sisi tungekosa moyo kwa ajili ya huyu But mwanamke? the Lord Jesus didn't give up. Again he cast out demons. Lakini Mungu hakufa moyo, lakini tena ni mwenye kutokomeza yale mapepo. 7 times she heard his agony cries to get the demons to release her. Ni mara 7 alisikia hiki kilio ya kwamba mapepo yaweze kumwondokea. And the Bible tells us in Luke chapter 8 verse 2 Na Biblia ni yenye kutisimulia katika Luka 8 aya ni ya 2. and Mark chapter 16 verse 9 and 10 Na Mariko 16, 9 na 10. that he cast out demons out of her 7 Ya times. kwamba ni mwenye kutokomeza mapepo ndani yake ni mara 7. How many of us would have that amount of patience with someone? Ni wangapi miongoni mwetu wenye subira sawia na hiyo? How many of us would give up Ni wangapi ambao tungekufa moyo on another person? kwa mtu mwingine? What stopped Jesus from giving up on Mary? Ni nini ambacho kilimfanya Yesu asife moyo kwa ajili ya Mariamu? Her life was a useless case. Maana maisha yake yalikuwa hayana nia tena. Jesus knows the value of a soul. Basi Yesu ni mwenye kutambua thamani ya mioyo. And it was love that compelled him not to give up and try again Ni and try upendo again. ambao ulimsurutisha Yesu asife moyo, bali ajaribu na kujaribu na kujaribu. And at the 7th time he was successful and she was no longer tempted and tested by the devil in that way. Na mara ya 7 alishinda, maana huyu Mariamu tena hakujaribiwa wala hakunyakuliwa na ibilisi. We'll leave people to their own devices. Sisi mara nyingi tunawaacha watu katika mambo yao. But in Luke chapter 7 verse 48 we read, Lakini katika Luka 7:48 tunasoma hivi. then Jesus said to her in verse 48, Basi Yesu akanena pamoja naye katika aya ya 48. your sins are forgiven. Dhambi zako zimesamehewa. Now when Jesus says that to you, it means you are accepted by him. Basi Yesu anapotamka hayo mambo ni kwamba yeye ameshakuitikia. And those who sat at the table with him began to say to themselves, Na walioketi kwenye meza pamoja naye wakaanza kujiuliza, who is this who even forgives sins? ni nani huyu hata asamehe dhambi? Then he said to this woman, Akamwambia yule mwanamke, your faith has saved you. imani yako imekuokoa. Go in peace. Enenda zako kwa imani. 7 times restored. Mara 7 yuarejeshwa. She had learned to love and worship God. Alikuwa ameshajifunza kumpenda na kumwabudu Mungu. She had been absolutely amazed as the goodness of God was shown to her. Hakika ni mwenye kustajabu kwa wema aliyoonyeshwa na Mungu. Not only once but 7 Si times. mara moja bali ni mara 7. How can someone so pure as Jesus love someone so vile? Iweje
mtu msafi sawia na Yesu ampende mtu muovu kama Maria, someone so despised by the culture and the people around her. aliyedharauliwa na watu na tamaduni ambazo ni zenye kumvingira. But there was another person there. Lakini pana mtu aliyekuwa He pale was somewhat grateful to Jesus as well. ambaye kweli alikuwa ni mwenye shukrani kwake Yesu. He was willing to take a political risk and acknowledge Jesus as a Pharisee. Alikuwa tayari kujinusuru kisiasa na hata kuitikia Yesu kama Mfarisayo. But Simon had an eighth demon. Lakini huyu Simona pia ni mwenye pepo wa It's 8. called ingratitude and self-love. Ni kutokuwa na shukrani na kujipenda, One that does not recognize God's sensitive nature. ambaye hatambui hali halisi yake Mungu. Because God wants our love and affection. Maana Mungu anahitaji upendo wetu na sisi kuwa karibu pamoja We naye. make God so omnipotent Alimfanya Mungu apate kuwa na nguvu zaidi, and so independent with a human construct ambaye anaona kwamba Mungu hahitaji mahusiano pamoja na Mungu na sisi, yeye yuko peke yake, that we forget his sensitive heart. ya kwamba hata tunasahau hisia zake Mungu. If God did not want our love, Basi ikiwa Mungu hangetaka upendo wetu, surely he wouldn't have given us free will to choose. hakika hangetupatia nia ya kuchagua. He could have just made us like a robot, Angetufanya tuwe sawa na roboti, always doing the right thing and no ability to choose. kila mara tunafanya lililo jema pasipo na uchaguzi. But God waits with unwavering love. Lakini Mungu ni mwenye kusubiri na upendo ambao hausitisiti. He looks at us and he watches for some sign of love or gratitude from us. Anakutazama ili aone hata ishara ndogo ya upendo na shukrani kwake. But we have an insensitive nature. Lakini sisi hali yetu hatujali. We're told that Adam and Eve wept bitterly the first time they saw the signs of decay around them. Basi tunaambiwa Adamu na Hawa waliomboleza vilivyo walipoona vitu vimeanza kuoza. When they saw the first leaf fall from a tree. Walipoona jani la kwanza likianguka kutoka kwa mti. We're told that they mourned more than we now mourn for our people when they die. Tunanenewa kwamba waliomboleza zaidi tunavyoomboleza wapendwa wetu wanapokufa. And for many people, Christianity has become a selfish grab for eternal life and prosperity. Na kwa wengi Ukristo umekuwa ya kwamba wapate kupata maisha ya milele na wapate kubarikiwa hapa ulimwenguni. Our prayer cycle majority consists of I want, I need. Ndiposa maombi yetu yanakuwa nahitaji, nataka. What about simply expressing our love and gratitude to God for what he means to you and me? Lakini hatumshukuru Mungu kwa upendo wake na kwa kile ambacho amekufanyia wewe pamoja nami. Mary had broken an alabaster box with the expensive perfume. Mariamu ni mwenye kuvunja ili sanduku lenye manukato. It was worth a whole year's wages. Ambayo ilikuwa ni hela ambazo zinagharimu mwaka mzima. That alabaster box represents the broken body of Jesus Christ for us. Hiyo inaashiria mwili wa Kristo ambao ulivunjika kwa ajili yetu. And as the perfume spilled out, it represents the blood of Jesus spilled for us. Na yale manukato yanaashiria damu yake Yesu ambayo ilitirika kwa ajili yetu. The Bible tells us that God has not dealt with us according to our sins, Basi Biblia inasema Mungu hatulipi sawa sawa na dhambi zetu. nor punished us according to our iniquities. Na hatulipi na hatuadhibu kwa sababu ya sawa sawa na makosa yetu. The example of Mary is one of the greatest sermons ever told. Basi mfano wako Maria ndio mahubiri makubwa ambayo yameshawahi kunenwa. Jesus acknowledged that the sins, which are many, Yesu anatambua ya kwamba zile dhambi zake ambazo zilikuwa ni nyingi had been forgiven. tayari zimeshasamehewa. And therefore she loved much. Maana sasa alipenda zaidi. But to whom little is forgiven, the same loves little. Na yule ambaye anasamehewa kidogo, yeye upendo wake unakuwa mdogo. If you're a sinner but not as bad as the one beside you, Basi kama wewe ni mwenye dhambi kama ambavyo tumesema huyu zake zilikuwa mingi, a little sin equals a little bit of gratitude, basi dhambi kidogo, ushukrani inakuwa kidogo. which equals a little bit of love. Na vile vile upendo pia unakuwa finye. But a great sinner Lakini mwenye dhambi mkuu with great forgiveness ambaye amesamehewa kabisa, equals great gratitude and therefore a heart full of love. basi shukrani inakuwa kubwa na vile vile upendo unajaa katika moyo. Romans chapter 2 and verse 4 tells us Basi Warumi 2:4 Biblia inasema hivi, that it is the goodness of God that leads us to repentance. ya kwamba wema wake Mungu ndio unatufanya tufanye kutubu. There are two types of followers of Jesus. Basi pana waumini wawili wake Mungu. There is Simon, he's the Pharisee, Basi pana Simona Mfarisayo, self-assured, a public figure, bold, ambao ni wenye ubinafsi, ambao wanatambulikana na wakakamavu. a friend of Jesus and the only Pharisee to declare his connection with Jesus openly. Rafiki wa Yesu ambaye amekubali wazi ya kwamba yeye ako
na uhusiano pamoja na Mungu. He doesn't really know how sinful he is. Yeye hajui namna alivyo mwenye dhambi. He's actually self-righteous, Yeye hakika anajihesabia haki. not really seeing his own need. Yeye haoni hitaji lake binafsi. Then there's the other type of Christian. Lakini pana yule Mkristo mbadala. There is Mary, Huyu ni Mariamu uncertain, ambaye yeye ana uhakiki, humble, somewhat timid, mnyenyekevu tena ni mwoga, a great sinner in knowing her need. mwenye dhambi mkuu na anafahamu hitaji lake. But there's a secret about Simon. Lakini pana siri kuhusu yu Simona. Simon, as we read in Desire of Ages page 566, paragraph 5, Simona tunaposoma katika Tumaini la Vizazi, ukurasa ni wa 566. Simon the Pharisee Huyu Simona Mfarisayo had led into sin alikuwa amejiungiza the katika woman he dhambi. now despised. Yeye ni mwenye kumweka yule mwanamke aliyedharau kwenye hiyo dhambi. She had been deeply wronged by him. Yeye alishakosewa sana na huyu And yet when she came Simona. into his house, Lakini alipofanya kuingia katika nyumba he had the yake, audacity to judge her. yeye alikuwa na nia ya kumhukumu yeye. But he was the reason the way she was. Lakini huyu Simona ndiye sababu ya Mariamu kuwa It's kahaba. because of him that she ended up in Ni prostitution. kwa sababu ya Simona huyu Mariamu akajiingiza katika tendo la ukahaba. It's because of those subsequent steps that she became demon possessed. Ni kwa sababu ya zile hatua nyingi akapata kupagawa na mapepo. Yet he judged her. Lakini huyu Simona ana kumhukumu Mariamu. Desire of Ages page 567, paragraph 4. Basi Tumaini la Vizazi ukurasa ni 567 aya ni ya 4. By Mary was a sinner pardoned. Basi huyu Mariamu anapokuwa mwenye dhambi ameshasamehewa. Simon was a sinner unpardoned. Huyu Simona ni mwenye dhambi ambaye amekosa kusamehewa. The rigid rule of justice that he had desired to enforce against her Ile hukumu ya haki ambayo alikuwa anataka kuisurutisha kwake Mariamu, condemned himself. basi ilifanya kumhukumu yeye mwenyewe. But you know, another soul other than Mary Basi tunajua roho nyingine ila ya Mariamu was saved that day. ilifanya kuokolewa siku ile. Desire of Ages 567, paragraph 5. Tumaini la Vizazi ukurasa wa 567 aya ni ya 5. Jesus knew about Simon. Basi Yesu alielewa kuhusu Simona. He knew what he had done to Mary. Alishajua alifanya nini pamoja na huyu mwanamke Mariamu. And we're told Simon was touched by the kindness of Jesus Basi Simona alipata kuguswa na ukarimu wake Yesu. in not openly rebuking him before the guests. Maana yeye hakumkemea waziwazi mbele za wageni. He had not been treated as he desired Mary to be treated. Hakufanywa namna alivyotaraji Mariamu atendewe. He saw that Jesus did not wish to expose his guilt to others, Alijua ya kwamba Yesu ana nia ya kufunua dhambi yake kwa wengine. but sought by a true statement of the case Na kwa sababu ya hiyo nukuu, to convince his mind, ili apate kuwa na ushawishi katika nia and yake by pitying kindness na katika upendo na ukarimu, to subdue his heart. basi moyo wake ukapata kuwa mwororo. Stern denunciation would have hardened Simon against repentance, Basi Simoni angesikia mambo ya ukali ili afanye kutubu. but patient admonition convinced him of his error. Lakini Yesu kwa kuwa mtulivu na mvumilivu, Simoni akajutia makosa He yake. saw the magnitude of his debt which he owed his Lord. Basi aliona ukubwa wa deni yake ambayo ilikuwa kwake Bwana. His pride was humbled. Basi kiburi chake kikaweza kunyenyekea He repented, na alitubu. and the proud Pharisee became a lowly, self-sacrificing disciple. Basi huyu Mfarisayo mwenye kiburi akawa mpole, mtulivu na mwenye kujitoa. Jesus said, "Your sins are forgiven. Na Yesu akatamka, dhambi zako Your zimesamehewa. faith has saved you." Imani yako imekuokoa. Jesus defines salvation through faith here. Basi hapa Yesu anatuambia imani ni kuwa, wokovu ni kuwa na imani. And that day he breached a hardened heart. Na siku hiyo Yesu alifikia moyo mgumu. And when a hardened heart is breached, Na moyo mgumu unapofikiwa, and we see the love of God and his tenderness for us, na tunapoona upendo wa Mungu na upole wake kwetu sisi, we love God back in return. sisi tunampenda Mungu alivyotupenda.
New Testament faith is nothing more than a heartfelt appreciation of God's love. Basi imani katika Agano Jipya ni moyo ambao umejaa upendo kwake Mungu, Based on the certainty of God's word. kwa sababu ya neno lake Mungu. Let's close with the story. Basi tutamaliza na hadithi. We're going to a wedding. Basi tunaenda kwenye harusi. Weddings are happy places to go. Tunajua harusi ni nyakati za furaha na You ni see- furaha kwenda pale. You see there the bride, you see there the flower girl. Basi tunaona katika bibi harusi na kwa wale ambao wanabeba maua. Both attend the same wedding. Basi nyote wanaingia katika harusi moja. Both walk down the aisle. Wote walifanya kutembea pale kwenye njia. Both even wear white. Na wote pia wanavalia nguo nyeupe. Both walk towards the groom. Na wote wanatembea wakimwelekea bwana harusi. The bride loves the groom Basi bibi harusi anampenda bwana harusi. and the flower girl does not. Na huyu mwenye kubeba maua hampendi bwana harusi. Why? Mbona? Because she has not yet matured. Maana yeye bado hajakuwa. When she grows up, she will also fall in love. Na yeye atakapokuwa mkubwa atapenda. And she will love the groom and get married to him. Na yeye atampenda bwana harusi wake na ataolewa na So my yeye. question to you today is, are you the bride? Basi swali langu kwako leo ni wewe ni bibi harusi Are you the flower girl? ama wewe ni yule msichana mwenye kubeba ua? At the wedding, but do you love the groom or do you still have to mature? Basi katika harusi wewe unampenda bwana harusi ama tukuache tu uzidi kukua? Revelation chapter 19 and verse 7. Basi Ufunuo 19 aya ni ya 7. There's a rejoicing in heaven. Pana shangwe pale mbinguni. Revelation chapter 19 and verse 7. Ufunuo 19 aya ni ya 7. The Bible says, let us be glad and rejoice and give him glory. Na Biblia inasema na tufurahi, tushangilie, tukampe utukufu wake. For the marriage of the Lamb has come, Kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja and his bride has made herself ready. na mkewe amejiweka tayari. Are you the bride or are you the flower girl? Wewe ni mke au wewe ni msichana wa The maua? flower girl still needs to make ready. Basi huyu msichana wa maua bado hajajiandaa. The flower girl's faith is but a little piece of string Basi imani ya msichana huyu wa maua bado iko katika karakamba kidogo. that hasn't grown yet. Lakini bado imani yake haijakuwa. The love is still small. Upendo wake bado ni mdogo. Perhaps because they don't recognize how much they need to be forgiven to be saved. Huenda ikawa bado hajatambua anahitaji msamaha ili afanye kusamehe, Perhaps kupata wokovu. Because they haven't seen the uplifted Savior Maana- dying for their sins. Hawajamwona mkombozi aliyeinuliwa ambaye anakuja kwa ajili ya dhambi zao. When Jesus was on the cross, people were mocking him. Yesu alipokuwa kwenye msalaba watu ni wenye kumkejeli. If you are the Christ, come down from the cross. Kama wewe ni Kristo, hebu shuka kutoka kwa msalaba. He saved others himself, he cannot save. Ulikomboa wengine na wewe mwenyewe hawezi But it kujikomboa. was more than a man hanging on that cross. Maana ilikuwa ni zaidi ya binadamu pale kwenye It was msalaba. God manifest in the flesh. Ilikuwa ni Mungu katika mwili wa binadamu. He could have saved himself just by a thought. Angejiokoa tu katika neno moja. He could have destroyed all his enemies in front of them Angeangamiza maadui wote ambao walikuwa mbele and zake. flashed the brilliance of his divinity through his humanity. Kwa sababu ya uungu wake na ueledi wake katika binadamu. But if he saved himself, he couldn't save you. Lakini angejikomboa Yesu angekukomboa So wewe. Jesus chose to sacrifice himself and give his life up Yesu alijitoa kwa ajili ya maisha yake na kafara kwako wewe. that we might live. Ili sisi tufanye kuishi. And those who see themselves as great sinners, Na wale ambao wanatambua kwamba wao ni wenye dhambi their wakuu. hearts will be stirred by this message. Basi upendo wao, moyo wao itayeyuka kwa ajili ya Because upendo. God so loved the world that he gave his only begotten Maana Son. Mungu aliupenda ulimwengu sana hata akamtoa mwana wake. God demonstrated his love toward us that while we were yet sinners, Christ died for us. Mungu alidhihirisha upendo wake ya kwamba tulipokuwa wenye dhambi Mungu Yesu aliutoa maisha yake. How big is your sin? Kwa sababu ya dhambi yako. How much do you need to be forgiven? Basi unahitaji msamaha upi? Is it only that much? Basi unahitaji hivi kidogo. You will only love that much. Basi wewe umependa hivi kidogo. Is your sin very big? Do you recognize your sin before your Lord? Basi kama dhambi zako ni kubwa, jamani, unazitambua mbele zake Mungu. He who is given much will be loved much. Atakaye samehewa kubwa, basi atapenda zaidi. And he will love much as well, Na and so will she. Na atapenda kubwa tena. So today we want to bring those who have made a decision for the Lord, Basi leo tunawaleta wale ambao wamefanya uamuzi kwa ajili yake Mungu, who have recognized their sin, ambao wameshatambua dhambi zao, their need of forgiveness, wanahitaji toba,
And they've come to the Lord Jesus asking for forgiveness. na wamekuja kwa Bwana wetu Yesu kwa ajili ya msamaha. So we want to invite all those baptismal candidates, those 100 people who've made their decisions in the last 2 weeks for Jesus Christ. Basi tunawaalika wote ambao wamejitoa kwa ajili ya ubatizo katika hayo majuma mawili, wajitoa We kwa want you ajili to ya come to the Yesu. front. Tunaomba kwamba uje hapa mbele. Because Pastor George Marara is going to lead you in your baptismal vows. Basi mchungaji George Murara ni mwenye kuongoza katika viapo vya So ubatizo. all those that have given their names to be baptized, please come to the front and join us here. Wale wote ambao wameondoa majina kwa ajili ya ubatizo, tafadhali tunaomba mje hapa mbele ili mpate kutoa viapo. God bless you, my brother. Every time I see you, I praise God. Mungu akubariki ndugu, kila mara ninapokuona God mimi bless you, my namsifu brothers. Mungu sifu. God bless you. Mungu We know akubariki. there's some sisters as well. Ninajua pana dada pia. There is rejoicing in heaven. Pana shangwe pale mbinguni. These men and these women Hawa wanawake pamoja na wanaume have publicly confessed the Lord Jesus Christ. wamekiri wazi ya kwamba Bwana ni Yesu Kristo. Each of them have a name, Kila mmoja ana jina and their name is now being confessed in heaven. na majina yao sasa hivi yanakirwa pale juu mbinguni. Why? Mbona? Because the Lord Jesus Christ said, Maana Bwana wetu Yesu Kristo alishanena haya, if you confess my name before men, ikiwa utanikiri jina langu mbele za binadamu, I will confess your name before my Father in heaven. nami ni mwenye kukiri jina lako mbele ya Baba yangu aliye juu So the mbinguni. men and the women's names are ringing out in heaven right now. Kwa hivyo hawa binti pamoja na wanaume wetu Yesu anakiri majina lenyu pale juu For mbinguni, their public confession. maana wameshakiri wazi. But there may be some others here today Basi uende ikawa pana wengine waliosalia that the Lord Jesus Christ has spoken to you. ambao Bwana wetu Yesu Kristo amenena pamoja nawe siku ya leo. You've never made a decision for baptism, Wewe kama haujafanya uamuzi kwa ajili ya kupokea ubatizo, but you've felt God's call on your heart today. lakini siku ya leo umepata kusikia Mungu akikuita. Maybe you see yourself as a great sinner. Uende ikawa unajitambua ya kwamba wewe ni mwenye dhambi mkubwa. Maybe you feel your sins are so great Wewe unahisi ya kwamba dhambi zako ni kubwa ajabu, that you can hardly even look up to heaven. ya kwamba hata huna nia ya kutazama pale mbinguni. Don't worry about everybody else. We've all sinned and fallen short. I want you to come and join these people today in baptism. Usihofu, maana sote tumeshalemewa na dhambi. Tunataka ukuje ujiunge pamoja na hawa wa ubatizo. Come and join these men and women. Is there anyone else who would like to come and join us and publicly confess the name of the Lord Jesus Christ? Tafadhali njoo ujiunge pamoja na hawa wapendwa. Yeyote ambaye anakiri ya kwamba Yesu ni Bwana na unahitaji kupokea ubatizo, njoo Please hapa come. The mbele. Lord is calling you. Tafadhali njoo, maana Mungu ni mwenye kukuita. There might be another group of person as well. Uende kawa pana kundi la watu wengine tena. You may have been baptized previously Uende kawa ulishapokea ubatizo pale awali and you've walked away from the Lord. na umefanya kuotea mbali na Mungu, But now you recognize your sin and your need of a Savior. lakini sasa hivi umeshatambua dhambi zako na unamhitaji And you mkombozi. feel that the Holy Spirit is convicting you today to be baptized and publicly confess that you are to be united with the Lord Jesus Christ. Na unamsikia Roho Mtakatifu akinena pamoja na wewe ya kwamba ufanye kukiri na upate kujiunga pamoja na Bwana Yesu. Is there anybody else? Pana yeyote tena? I know there's more people that have said for baptism. I think there's about 100. Mimi najua watu wa God bless you, my ubatizo brother. walikuwa ni 100. Mungu awabariki ndugu. We know there's some more coming as well from Kisi School with a van. Najua kuna wengine ambao wanakuja kutoka shule yetu ya Kisii na gari, And as we are waiting for them, na tunapofanya kuwa subiri, allow the Lord Jesus Christ to speak to your heart. hebu mruhusu Bwana wetu Yesu Kristo anene katika moyo wako. Anybody else? Yeyote pale tafadhali. Also, I think while we're waiting, Sisi tunasubiri. we're going to have Dr. Carr to come and give us a special item in music. Basi daktari wetu Kathy atakuja hapa kwa ajili ya wimbo wa kipekee. Let God speak to you through the music. Hebu Mungu afanye kunena pamoja naye kupitia kwa huu Listen wimbo. to the words. Hebu fanye kusikiza maneno yaliyo katika huu wimbo. It's a message full of love. Pana ujumbe pale ambao umejaa It's a upendo. message full of hope. Basi ni ujumbe ambao umejaa tumaini. And it's a message that makes our hearts cry, hallelujah. Basi ni ujumbe ambao unafanya mioyo yetu ifanye kushangilia haleluya. Is there anybody else while the doctor is going to sing to us? Pana yote pale ambapo daktari anafanya kuimba. As God calls on your heart, feel free to come and join the group here at the front. Mungu anapoita katika moyo wako, jamani, kuwa huru pate kuja hapa mbele. And Brother Carter, you need Daktari you need a microphone? Let's come. You go. Okay. 1 2. Bwana asifiwe. Salimiana hewani kama mfundi wa mitambo bado anaweka look and live. Asante. Welcome sister. God bless you. Welcome. Karibu
Look and leave. Kindly. Endelea kuja tafadhali, wale wa ubatizo, welcome, karibu sana. 1, 2. Nyangongo main choir, be standing on the other side. Nyangongo choir pia msimame pale upande mwingine. Tunangojea kuna kundi lingine liko njiani. Have a message from the Lord. Hallelujah. The message unto you I'll give. It is recorded in His word. Hallelujah. It is only that you look and live. Have a message from the Lord. Hallelujah. The message unto you I'll give. It is recorded in His word. Hallelujah. It is only that you look and live. Look and live, my brother, look and live. Look to Jesus now and live. It is recorded in His word. Hallelujah. It is only that you look and live. Look and live, my brother, look and live. Look to Jesus now and live. It is recorded in His word. Hallelujah. It is only that you look and live. Have a message full of love. Hallelujah. A message, oh my friend, for you. It is a message from above. Hallelujah. Jesus said it and I know it is true. Have a message full of love. Hallelujah. A message, oh my friend, for you. Tis a message from above, hallelujah. Jesus said it and I know tis true. Look and live, my brother, look and live. Look to Jesus now and live. Tis recorded in His word, hallelujah. It is only that you look and live. Look and live, my brother, look and live. Look to Jesus now and live. It is recorded in His word, hallelujah. It is only that you look and live. Life is offered unto you, hallelujah. Eternal life your soul shall have. If you only look to Him, hallelujah. Look to Jesus who alone can save. Life is offered unto you, hallelujah. Eternal life your soul shall have. If you only look unto Him, hallelujah. Look to Jesus who alone can save. Look and live, my brother, look and live. Look to Jesus now and live. It is recorded
His word. Hallelujah. It is only that you look and live. Look and live, my brother, look and live. Look to Jesus now and live. It is recorded in His word. Hallelujah. It is only that you look and live. Look and live, my brother, look and live. Look to Jesus now and live. It is recorded in His word. Hallelujah. It is only that you look and live. Tunashukuru. Baada ya Nyangongo kwaya, tunaomba tuharakishe kwa wimbo. Tutachukua faus ili tuingie kwa ubatizo. Test. Thank you so much, Dr. Carter, for that beautiful message. We're so grateful for that message and song. Today the Lord had a message for you. Hallelujah. It was a message of look and live. It's a message of love. And it's a message of hope. We praise you, Lord Jesus. Hallelujah. We're so grateful for your love. Even if we fall 7 times, even if we go back to your sins, you are always there for us. Haijalisha kwamba tutarudi kwa dhambi, Bwana Yesu uko pamoja nasi. Great Almighty God, creator of heaven and earth, Bwana wetu mkuu aliyeziumba mbingu pamoja na who's nchi, above all humanity, ambaye ameshinda kila binadamu, has a tender heart for you. ambaye ana moyo mpole kwa ajili You yenu. are dearly loved. Mungu anawapenda He's upeo. loved you with an everlasting love. Amekupenda na upendo wa And with umilele. loving kindness, He is drawing you today. Na amekupenda na upendo wa ukarimu hata amekuvuta kwake siku ya leo. We're going to have a wonderful celebration of new life here with all these precious souls who have made the decision for the Lord Jesus Christ. Basi tutakuwa na sherehe ya kufana na ya ajabu kwa ajili ya hizi mioyo ambazo zimejitoa kwake Yesu. Celebrate this as a high day. Basi hebu tushangilie, maana hii ni siku ya Not furaha. only rejoicing in them, Basi sio kufurahi tu ndani yao. but make sure that this is your high day as well. Basi hebu hakiki ya kwamba pia wewe ikuwe ni siku ya kipekee kwako. Come to the Lord Jesus. Hebu kuja kwa Bwana wetu Yesu Because Kristo. God's message to you today is Maana ujumbe wa Mungu kwako leo siku a ya leo message ni of huu. love. Hallelujah. Ni ujumbe wa upendo. Haleluya. Look and live, my brother and my sister. Look and live. Tazama uishi dada yangu. His promises are recorded for you in His word. Ahadi zake ni kwa ajili yako wewe zilizo katika Trust neno His word. lake. Re-establish a broken relationship. Amini neno lake na upate kuwa na uhusiano thabiti pamoja That's naye. why the Lord Jesus Christ has come. Basi ndipo Bwana Yesu alifanya kuja. Let Him draw you with the everlasting life, Hebu apate kukuvuta na upendo wa umilele. with His everlasting love. Na upendo wake wa And milele. come join these men and beautiful women here Na today. upate kujiunga pamoja na hao wapendwa wetu walio hapa mbele. Whatever they've done, it doesn't matter. Basi haijalishi walichofanya. They are beautiful in the Lord Jesus Christ. Wao wanapendeza mbele zake Bwana wetu Yesu It takes Kristo. our brokenness and makes us whole. Basi anafanya kuvunjwa kwetu kunakuwa uzima tena. Come and be made whole. Tafadhali njoo ufanye upya. Come and start looking and living. Basi njoo ufanye kutazama na kuishi. The Lord is calling you. We're waiting on you. Mungu anakuita, maana sisi tunakusubiri. Surely there's more people that God is working with your heart at the moment. Hakika pana watu wengi ambao wametulia pale na
maana Mungu ananena pamoja na mioyo yenu. Don't resist his grace and his love and his mercy. Usikatae upendo wake, neema yake na ukarimu wake. Now is the acceptable time. Sasa huu ndio wakati wewe kuja hapa mbele. Now is the day of salvation. Siku ya leo ndio siku ya wokovu kwako leo. If you're hearing his voice speak to you now, Basi kama unasikia sauti ya Mungu ikinena pamoja nawe sasa hivi, don't harden your heart. usisite katika moyo wako. Don't stay in rebellion. Come and join these men. It's easy to stand with other people are standing already. Usidumu katika kuasi. Njoo upate kusimama pamoja na wengine, ni rahisi kwako wewe. It won't be an easier time than this. Haitakuwa rahisi zaidi ya hapa. This is the day that God is drawing you, calling on your heart, Basi hii ndio siku ambayo Mungu amekuvuta, anakuita katika moyo. wanting you to publicly confess the Lord Jesus Christ. Angependa ukiri wazi Bwana wetu Yesu Kristo. Make sure your name is recorded and registered and proclaimed in heaven today. Hakiki jina lako limeshanakiliwa na kutangazwa wazi pale katika malango ya mbinguni. Is there anybody else? Basi pana mtu aliyesalia pale. Anybody else who would like to say, I'm going to stand for the Lord Jesus? Yeyote ambaye anasema kwamba mimi ningependa kujisimamisha pamoja na Yesu. Yeah. God bless you, my sister. Mungu akubariki dada yangu. Praise God. Bwana asifiwe. Another precious soul. Roho nyingine ya How can you thamani. estimate the value of a soul when God was manifest in the flesh and paid the price for our sins? Utakosaje kuhesabu thamani ya roho wakati ambapo Mungu alishaifanya thamani na akaitoa kwa ajili ya damu? Each soul is precious. Kila roho hapa ina thamani. You are dearly loved. Wewe unapendwa upeo. Recognize the call of God. Hebu itikia wito He's wake seeking Mungu. you. Mungu anakutafuta He's wewe. speaking to you. Mungu ananena He pamoja wants na to wewe. reestablish a trust relationship with you. Mungu angependa mpate kuwa na uhusiano wa karibu pamoja na Will you yeye. trust him today? Would you answer his call? Jamani, utamwamini Mungu leo na ufanye kuitikia wito wake. These precious brave souls have made a stand for God. Hizi roho za thamani zimeshaamua kwa ajili ya Mungu. Come take your stand with them, Tafadhali njoo upate kusimama pamoja na wao. because the roll is going to be called up yonder. Maana majina yatakapoitwa, And will your name be there? na jamani jina lako litakuwa pale. Let your name be there today. Hebu hakiki ya kwamba jina lako lipate kuwa Please, is pale there siku anybody ya leo. else? Pana mtu aliyesalia Is pale. there anybody else? Pana mtu pale tafadhali. Should we ask the choir to sing, Pastor? Basi kwaya itafanya kuimba. Kabla ya kwaya kuimba, naona kuna mwingine anakuja. Karibuni sana. Recently, naomba pastor ukuje. This young pastor was preaching here recently, and he gave an opportunity to Evans Jr., the young man we were partying yesterday. This young man was preaching. I don't know ilikuwaje akapatia Evans Jr. an opportunity to say just a word. I hope you remember. And Evans Jr. stood here in the front and he made a call. Alipeana wito. Na watu wakakuja wengi. Little did we know ya kwamba yule mtoto ambaye alipeana wito hapa tungemsika chana. I don't know, sijui ni nini ambacho kinaendelea. Wiki chana Friday, we were partying a student of Getembe, and another one died last week on Wednesday. And that young man was attended by our wahudumu ambao walikuwa wanafanya medical camp. Ogendi, can you make another call? You never know. You can make another call. Alipeana Evans Jr. just aongee kitu. And that young man came, akasimama hapa, he made a call. Squeeze, we don't take for granted, even for school children ambao ni wetu hapa. We don't take for granted. Hatujui ya kesho. Just a word. Happy Sabbath. Happy day. Indeed, it was a very sad moment for all of us. Hakika ilikuwa ni nyakati za majonzi kwetu sote.
And all we can say is that Na yote ambayo tutasema ni we haya. never know the time nor the hour. Hatujui saa, hatujui wakati. Right now I can be standing in front here. Uende kawa sasa hivi mimi nimeshasimama I mbele don't know zenyu. what will happen to me when I go outside that gate. Mimi sijui kitakachotendeka nitakapoondoka pale katika You know, lango. the pastor is calling us. Unajua mchungaji anafanya Remember, kutuita. it's not the pastor who is calling you. Lakini kumbuka si mchungaji mwenye It kukuita is God who wewe. is making the special call. Ni Mungu mwenye kufanya wito wa kipekee. So whenever we are standing in front here to make this call, Basi kila mara unaposimama hapa mbele kwa ajili ya it's wito. not all about us. Si kwa sababu There is yetu. a greater power that is calling Pana you. nguvu kuu ambazo zinafanya kukuita. Junior saw that power. Basi Junior ni mwenye kutazama hizo nguvu. How about you is seated there? Itakuwaje na wewe ambao umefanya kutulia I pale? don't know what will happen to me personally. Mimi sijui kitakachonitendekea. But what will happen to you Lakini wewe personally? nini kitakachokutendekea? So do not take this for Kwa granted. hivyo mimi sichukui mambo kuwa hivi Heaven hivi. is calling for you. Mbingu inakuita And do not wewe. let this moment go. Basi usiache huu muda upate Let the kupotea. Holy Spirit touch whoever is seated Hebu Roho Mtakatifu apate kugusa kila so that you aliyeketi. can hear this call Ili upate kusikia huu wito and make a move forward. na ufanye kupiga hatua hapa Because mbele. in God, Maana katika you will Mungu never be disappointed in anything. hauwezi kufa moyo katika jambo May lolote. God continue working in us. Hebu na Mungu aendelee kufanya kazi ndani And my yetu. brother, my sister, Ndugu pamoja na do dada, not remain seated basi usifanye kuketi, because the window of mercy is still open. maana mlango wa rehema huu bado wazi. May God touch you. Hebu na Mungu afanye That kukugusa. is our prayer in Jesus' name. Hili ndilo ombi letu katika jina lake Yesu. Nyangongo choir, and as they sing, murango bado uko wazi. Ningetazari ereri umuriro tinkonyarango
semereta matukonsi omonene nomorisione tinkoremerwa kende obuya We are taking vows siku 13 lakini nitachukua 3, and when I read unainua mkono wako wa kulia unasema ndio nimekubali. Do you accept Jesus Christ as your personal savior and Lord, and do you desire to live your life in a saving relationship with him? Ya pili, do you
wewe ni nani, It tells us that you are love. ambayo inatunea kwamba wewe ni upendo, And you've loved each one of us with an everlasting na life. umeshatupenda kila mmoja wetu na upendo wa umilele. Father, we celebrate this life and love today. Baba, leo sisi tunafurahia upendo na uhai ambao umetupa siku ni ya We leo. rejoice and celebrate in the lives that have been touched. Tunashangilia na kufurahia kwa sababu ya mioyo ambayo imeshaguzwa. Father, we rejoice that souls have responded to your call on their life. Tunafurahia manake Baba, mioyo zimepata kuitikia kwa ajili ya wito wako kwa ajili ya maisha We're so yao. grateful that your Holy Spirit has softened the hearts of these men and women. Tunashukuru Baba, maana Roho Mtakatifu amepata kufanya mioyo ya hao ipate kuwa nyororo, That they have been willing to publicly confess your name. ya kwamba wameikukiri wazi, To take a vow. wamefanya kuapa, To say, Lord, they are yours. wamesema kwamba Baba, wao ni wako. Father, as we celebrate their life, Baba, tunaposhangilia kwa ajili ya maisha yao, a new life in the Lord Jesus Christ, maisha mapya ndani yake Yesu Kristo, and as they enter the watery grave, na wanapoingia katika kaburi la maji, confessing that they will also take up their cross daily wakikiri ya kwamba wao ni wenye kubeba msalaba kila siku, to follow the Lord Jesus ili Christ. wafanye kuandamana pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. And as they are baptized in the name of God Almighty, Na wanapopokea ubatizo kwa jina la Baba wetu in mkuu, the name of the Father and of the Son and of the Holy katika Spirit, jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, we pray that as they come out of the watery grave na tunapoomba ya kwamba wanapotoka katika lile kaburi la and maji they take up their breath again na wapate kupumua hewa safi tena, in that newness of life, na katika maisha yao that mapya, your Spirit will rain down on them, ya kwamba Roho wako Mtakatifu atamimina juu that you will yao, give them your Holy Spirit, ya kwamba Bwana utawajaza na Roho that you'll give Mtakatifu, them a spiritual gift ya kwamba Bwana utawajaza na karama ya that Roho, they can use to proclaim your name ili wafanye kutumia kwa ajili ya kutangaza jina lako, and use them in ministry for you, na watumie kwa ajili ya huduma yako Baba, to edify the church ili wapate kulisha kanisa and to help build your kingdom here on earth. na wapate kusaidia katika ufalme wako katika So Father, we ulimwengu. pray your kingdom come, Baba, tunaomba ya kwamba ufalme wako na uje, your will be done today on earth, mapenzi yako yatendeke leo katika ulimwengu, here in Kisi Central Church, hapa katika kanisa letu la Kisi, as it is done in heaven. namna inavyotendeka pale For mbinguni, to you belongs all the honor, maana kwako wewe ni heshima kuu, the glory, the power, and the praise, utukufu na nguvu na sifa forever and ever, hata milele. is our prayer in Jesus' name. Ndilo ombi letu katika jina lake And Yesu, God's people said, na watu wa Mungu wafanye kuitikia. Amen. 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 Naarifiwa kuna wengine ambao hawana nguo za kubadilisha. Kwa hivyo kama uko hapo utashughulikiwa na deaconry. Ukuje hapa nyuma ushughulikiwe na deaconry kama hauna nguo za ubatizo. Tunaomba ambao mnabatizwa msiondoke, kwa maana kuna Biblia. Kuna Biblia ambazo mtapewa after lunch. Kuna Biblia ambazo mtapewa plus baptismal certificates. And all elders na nyinyi wote mmekaribishwa pale guest house. Wanaume tutatumia hii tenti ya kwanza ya mwisho. Wanaume tutatumia tenti ya mwisho. Alafu ladies tutatumia hii ya kwanza. Kwa hivyo tunasabadilisha tuingie ndani ya maji, na wale ambao tuko na magari tunaanza hapo kwa dakika 2 immediately ndio tutoe magari yetu kwa njia, kwa yule maybe anasataka kuondoka. Tukutane hapa mahali kesi sikuwa imeketi.